Mungu naye ataanza kufuatilia aibu zako. Nani ambaye ana aibu hapa ndugu zangu? Wewe unafuatilia watu kana kwamba wewe umekamilika sana. Wewe ndo ambaye umeongoka, wengine wote wamepotea. Kazi yako kutaja aibu za watu. Wewe ni nani hata uanze kufuatilia mambo ya watu jamani? Yako wewe ni kuwaombea hao watu dua na kuwafanyia dawa, lakini si kuwasema vibaya na kufuatilia unataka kuchunguza wanaishi vipi, wanafanya nini, wanaenda wapi. Basi wewe ukifuatilia mambo ya watu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye atafuatilia zako. Na Mtume anasema na Mwenyezi Mungu akifuatilia yako, fadhahahu walau kana fi jidari baitihi fi jawfi baitihi, Mwenyezi Mungu atakufedhehesha wewe hata lau ni kwenye kichochoro cha ukuta wa nyumba yako. Kwa hivyo yaanze kuyashughulikia yako mwanzo ndugu yangu, kabla hujaanza fatafata mambo ya watu. Wewe una mengi ya kuyashughulikia, uyapate kuyatatua mwanzo. Wewe hujatatua yako, unaanza kushughulikia watu. Yako utayatatua lini sasa? Kwa hivyo hii si tabia ya Muislamu. Si tabia ya Muislamu. Muislamu si mtu wa kufatafata mambo ya watu, si mtu wa kusengenya watu, si mtu wa kuharibia watu jina. Hizi ni vitu hatari sana katika maisha ya Muislamu. Na ndio siku ya Kiyama kuna baadhi ya watu watakwenda kufilisika matendo yao mema kwa sababu ya kuwasengenya watu na kuwasema watu vibaya na kuwaharibia watu jina. Hiyo tu. Anafatafata mambo ya watu na kuwasengenya, wayaktab, amesengenya huyu, amemtukana huyu, ameharibia jina huyu. Siku ya Kiyama hakuna mtu kulipa kwamba unatozwa fine. Hakuna cha fine huko. Ni matendo yako mema ndio itachukuliwa, watapewa hawa watu. Na ikimalizika na bado unadaiwa maovu yao, utatupiwa wewe, kisha utatupa kwenye moto wa Jahannam. Hebu wewe fikiri ndugu yangu, hizi ibada zote ambazo umezifanya kwa miaka yote katika umri wako, ije ichukuliwe na watu wengine kwa sababu ya makosa uliowakosea. Wewe imagine ndugu zangu, Ramadhani ya miaka 50, 60. Tahajjud umeamka mara ngapi? Qur'an umesoma kiasi gani? Sadaka umetoa, zaka, hija uloenda, yote inaenda habaa manthura, msikiti ambao ulijenga kwa sababu ya kuja kufatafata mambo ya watu. Lakini tuchukue mfano ndugu yangu, wewe hujawahi kufanya baadhi ya madhambi. Labda hujawahi kuzini, labda hujawahi kutukana, labda hujawahi kula miraa, labda hujawahi kuvuta bangi, labda hujawahi kufanya kazi ya kaumulut, labda hujawahi kufanya matendo mengine machafu katika madhambi makubwa. Lakini kwa sababu ya kuwakosea watu na kufatafata mambo ya aibu ya watu na kuwasengenya watu, ukabebeshwa madhambi ya kaumulut. Ndio hii hatari yake ilivyo ndugu zangu. Watu wanatakana wachukue tahadhari sana na maisha ya watu. Leo sisi tuna tabia hii, wanasema Waswahili, tabia ya umbea. Maana yake leo jirani amesema nini kule, leo imetokea nini, anakuambia leo kuna kanda mpya, leo kuna habari bwana fulani imepatikana jambo kadha na ndio hiyo basi. Haya mazungumzo yataka chai ya ngamia nzito bwana. Haiendi hivi hivi, ama soda ya Fanta iliyokuwa baridi. Tukae mahali tuweze kuyazungumza vizuri. Kumbe hajui shekhi. Wewe na yeye nyote mtajikuta mahali pabaya sana. Hii ni kwa watu ambao wana mambo ya serikali, na wawe ni watu wa kweli ambao wamepewa kazi hiyo, hawatoleta habari za urongo. Wasije wakamdhuru mtu, wasije wakamsingizia mtu. Leo kuna baadhi ya watu wanapewa hizi makazi za daula, kazi za nchi, wanawachunguza watu kisha wanapeleka habari za urongo. Kama kuna jambo la hatari viveni hiyo. Unakwenda kumsingizia mtu jamani, jambo ambalo hajawahi kufanya kwa dhambo ya dhanna tu. Hii ni hatari ambayo haina mfano wake. Nafikiri imefahamika shaka. Naam. Ndugu yangu anauliza kuhusiana na mahali ambapo inasoma Qur'ani lakini watu wanapiga mziki. Nafikiri ndio nimemfahamu hivyo. Labda kuna disco, watu wao wanasoma Qur'ani na watu wanapiga mziki pale. Sasa jambo la kwanza ndugu zangu, kusikiza mziki ni katika madhambi makubwa, ni katika haramu. Hichi ni sauti ambayo imelaaniwa. Ukitaka kujua sauti ambayo imelaaniwa, maana yake sauti ya laana haina haki na neema na rehema ya Mungu, haina haki juu yake. Na ndio Mtume sallallahu anasema katika kitabu cha al-Musnad al-Bazzar, Mtume anasema sautani mal'unani fi dunya wal akhirah, sauti mbili imelaaniwa hapa duniani na kesho akhira. Sauti gani? Al-mizmarun 'inda ni'ma, sauti ya furaha, sauti ya mziki wakati wa furaha. Mziki wowote ambaye ina ala ya mziki ndani yake, hiyo mziki kuisikiza ni haramu. Inayo ngoma, matwari, nai, nala, gita, mizmari, hiyo mziki kuisikiza ni haramu, ni sauti ambayo imelaaniwa.
Na ndio unaona leo kuna baadhi ya vijana hawapandi matatu ile ile ambayo ina mziki, hapandi bodaboda ile ile ambayo ina mziki, analazwa na mziki, analazwa na laana na anaamshwa na laana alfajiri. Sasa unatarajia vipi maisha yako iwe na kheri ndugu yangu, iwe na baraka ndani yake, na wewe mwenyewe sauti imejaa laana ndo ambao umeambatana nazo? Hii ni sauti ambayo imelaaniwa hii ndugu yangu. Na ndio unaona leo vijana wengi hawasikizi mziki katika mwezi wa Ramadhani. Ni kuonesha wazi kwamba hichi ni kitu cha haramu, hata bila kutajiwa aya wala hadithi kama ambayo tulitaja mwanzo wa darasa. Nini ambacho kilichokuzuia wewe kusikiza mziki katika mwezi wa Ramadhani? Kwa sababu unajua kwamba itaniharibia saumu yangu. Basi pata kujua baada ya Ramadhani itakuharibia vile vile akhira yako na ibada zako. Nafikiri umefahamu ndugu yangu. Mziki ni sauti, lakini sauti ya pili ambayo imelaaniwa ni sauti ya Mtume anasema an-niyahatu 'inda al-musiba. Hii ni sauti ya kuomboleza wakati wa msiba. Unajua mtu anapofiliwa na watu wake haujakatazwa kulia, lia. Hata Mtume alilia mpaka mandevu yake ilijaa machozi alipofariki mke wake Khadija. Mtume alikuwa anampenda sana Khadija. Alipofariki ammi yake Hamza ibn Abdul Muttalib, ndugu ya baba yake, Mtume alilia mpaka mandevu yake ilijaa machozi. Lakini unaruhusiwa kulia, lakini usitoe maneno. Hii ndio ambayo imekatazwa. Mtu analia anafa anaanza kutoa maneno, anasema mbona umekufa wewe, ungeacha nife mimi? Nani ambaye atasimamia hii mzigo sasa, umeniachia matatizo hapa? Nani atalipa renti ya nyumba? Nani ambaye atawasomesha watoto? Nani ambaye atawavisha? Nani ambaye atawalisha? Hii sauti imelaaniwa hii. Ndio ule mmoja wakati mume wake amefariki, ameshaoshwa, anataka kutolewa nyumbani, kabla hajatolewa mke wake akaambiwa, ambaye ameshaingia eda tayari, akaambiwa nenda ukamwage mke wako bwana, mume wako, umbusu kwenye kichwa chake. Basi alipokuja pale mume wake amefunguliwa ile uso, basi alizungumza na mume wake. Mume wake ashakufa. Huyu mwanamke anamwambia mume wangu, mbona umeniachia hii mzigo yote? Hii ni sauti ambayo imelaaniwa hii. Na wanawake wanazo hizi kasoro. Umefahamu? Labda hapo labda. Wanajisikiza kasida Okay, kuna masala ya kuimba mashairi. Mashairi hujakatazwa kuimba. Kuna baadhi za maneno ya Kiarabu ambayo yana hikma ndani yake, ambayo mtu anaweza akayatoa katika njia ya mashairi. Hizi anashid wakati wa nyuma zilikuwa zinatiwa katika orodha ya mashairi ya kawaida, lakini baadaye ikaja ikaingia fitna ndani yake. Na hiyo fitna yenyewe ni kwamba kuna sauti ya melody nyuma ya pazia ya hiyo sauti ya anashida ambayo inaimbwa. Ndio unaona inampandisha mtu, inamfanya mtu anataka kwenda hivi, anataka kufanya hivi. Kuna kitu inampandisha pale. Kuna aina ya sauti fulani imejificha ndani yake, melodious manake. Sasa hiyo ndio inaifanya inakuwa ni haramu. Na ndio unaona leo vijana wa Kiislamu wameacha kuhifadhi Qur'ani. Waliohifadhi Qur'ani wameshasahau kisa na maana nini, wameenda kuimba anashid. Kwa sababu anashid leo ukitoa CD moja ya anashid ukapeleka katika baadhi ya mashirika za Kiislamu kama vile redio ya Kiislamu, TV ya Kiislamu, unaweza ukalipwa mpaka 300,000 za Kenya kwa CD moja tu. Sasa huyu atahifadhi Qur'ani ama ataimba nyimbo hizi? Na ni maneno ya watu tu. Sasa tumeacha Qur'ani, tumeacha kila kitu, alafu mtu anakaa kwenye jukwaa anakaza baadhi ya sauti vile vile. Hii ndio inakuja katika matatizo sasa. Unanifahamu? Lakini kwa hivyo hizi ni vitu ambavyo vinawapeleka watu kwenye fitna. Wakati wa nyuma ilikuwa hamna, sasa hivi imeshaingia kwenye fitna. Na leo vijana wengi wamepotea na wameiacha Qur'ani kwa sababu ya mambo kama haya. Na wengi wa watu vile vile ndugu zangu, hata heshima zao zimepotea kwa sababu ya vitu kama hivi. Ndio itakana mtu achukue tahadhari. Khudhu hidrakum, chukueni tahadhari yenu ndugu zangu. Mnafahamu Naam. Ndugu yetu ameuliza swali kuhusiana na masala ya kusema bismillahir rahmanir rahim unaposoma Qur'ani, au sio? Hii ni lazima ama sio lazima? Mwanzo Mtume wa sallam anasema jambo lolote ambayo hautoanza na bismillahir rahmanir rahim, kullu amrin la yubda fihi bismillahir rahmanir rahim fahuwa ajdam. Jambo lolote ambayo haikuanzwa na bismillahi itakuwa haina baraka, maana haitobarikiwa. Kwa hivyo bismillah unapotaka kuanza kula,
bismillah unapotaka kubeba kitu, bismillah unapotaka kuweka kitu chini, bismillah unapopokea, bismillah unapoamka, kila kitu ni bismillah. Hata unapoingia nyumbani, bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala Allah rabbuna tawakkalna. Unapotoka nyumbani, bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillah kila mahali. Unapotaka kupeana, unapotaka kuinua sufuria wewe mwanamke kutoka kwenye jiko, unaporudisha kwenye jiko, kila kitu ni bismillah, inabarikiwa. Umefahamu? Hata unapotaka kuanza kuvaa nguo, unapotaka kuanza kuvaa soksi, bismillah, bismillah. Kila mahali wewe bismillah, utabarikiwa katika maisha yako. Lakini sasa swali inakuja katika masala ya Qur'an. Kuna baadhi za hizi Qur'ani, ile aya ya mwanzo katika kila sura, je, ni aya ndani ya hiyo sura ama sio aya? Mfano mzuri sana katika surati al-Fatiha, ile bismillahir rahmanir rahim ambayo imeandikwa pale, ni aya katika surati al-Fatiha ama sio aya? Katika masahafu nyingi utakuta katika bismillahir rahmanir rahim ya surati al-Fatiha imeandikwa hiyo ndo aya number 1. Lakini katika hizi sura zote bismillahir rahmanir rahim sio aya number 1. Aya number 1 ni ile ambayo utakayeanza kusoma. Mfano bismillahir rahmanir rahim sio aya, imeandikwa sio number 1. Number 1, idha zulzilatil ardu zilzalaha, hapo ndio imeandikwa number 1. Na hii katika surati al-Fatiha ni aya ndani ya surati al-Fatiha ama sio aya? Vile vile kuna ikhtilafi ya wanazuoni. Kama kuna ikhtilafi ya wanazuoni, miongoni mwa ikhtilafu kubwa mojawapo ni hii. Kuna baadhi ya wanazuoni wanasema kwamba ni aya. Aya Mwenyezi Mungu aliposema walaqad atainaka sab'an min al-mathani wal Qur'an al-azim, tumekupatia aya 7. Aya 7 ni surati al-Fatiha katika miujiza ya Qur'ani mojawapo, na hii ni miongoni mwa sura iliyokuwa nzito ndani ya Qur'an. Aya 7 maana yake ni surati. Sasa hii aya 7 unaanza kuhesabia kutoka wapi katika surati al-Fatiha? Wanasema unaanza na bismillahir rahmanir rahim. Hiyo ni aya namba 1. Alhamdulillahi rabbil alamin, aya namba 2. Arrahmanir rahim, aya namba 3. Maliki yawmiddin, namba 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aya namba 5. Ihdina siratal mustaqim, aya namba 6. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, amin. Hiyo ni aya namba 7. Lakini wale wanazuoni ambao wanaosema bismillahir rahmanir rahim katika surati al-Fatiha sio aya, sawa, ni bora mtu aanze na bismillah, lakini sio aya. Wanasema kwanza, dalili ya kuonesha kwamba sio aya ni maneno yake Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Qudsi. Mwenyezi Mungu alipoizungumza surati al-Fatiha katika hadithi al-Qudsi hakuitaja bismillahir rahmanir rahim, alianza moja kwa moja na alhamdulillahi rabbil alamin. Ndo akasema idha qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani abdi. Yani Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi al-Qudsi, mja wangu anaposema alhamdulillahi rabbil alamin, Mwenyezi Mungu anasema amenitukuza mja wangu. Arrahmanir rahim, wa idha qala arrahmanir rahim, na anaposema arrahmanir rahim, Mwenyezi Mungu naye anasema amenipa heshima mja wangu. Lakini Mwenyezi Mungu hakuanza na bismillah, na ndio hawa ambao wanasema bismillahir rahmanir rahim sio aya katika surati al-Fatiha, wametumia hiyo dalili, na ndio wakasema nambari 1 katika surati al-Fatiha ni alhamdulillahi rabbil alamin. Hiyo ndio namba 1. Namba 2 arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, namba 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, namba 4. Ihdina siratal mustaqim, namba 5. Siratal ladhina an'amta alayhim, hiyo ni aya namba 6. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin ni aya namba 7. Lakini sasa ndugu yangu, unapoleta bismillah ndio utakuwa umebarikiwa. Na kuna ikhtilaf kubwa vile vile ya kuleta bismillah katika swala ya jahiri, swala ya wazi, kama vile salati al-Jum'a, salati al-Maghrib, salati al-Isha, salati al-Fajr. Je, unafaa kuleta kwa sauti bismillah au kwa sauti ya chini? Dalili nyingi inaonesha mtume na makhalifa wanne wote walikuwa wanaleta bismillah kwa siri, lakini kuna kipindi mara moja mtume amewahi kuleta bismillah kwa sauti.
Kwa hivyo unapomuona mtu analeta bismillah kwa siri katika surati al-Fatiha, katika swala ya kusoma kwa sauti, hiyo ndio katika sunna. Lakini ukimuona mtu ameleta mara moja moja bismillah, hiyo vile vile ipo, haijakatazwa. Mnafahamu eh? Kwa hivyo jambo lingine utaanza bismillah, lakini hapa ndo kuna masala ambayo ilikotakana kuelezewa kidogo. Naam. Nafikiri tukomee hapa ndugu zangu. Tuna program nyingine kule. Ha? Swali ya mwisho. Ndugu yangu anasema swali ya mwisho inshallah. Swali ya mwisho ni huyu bwana. Sheikh, huyu bwana alikuwa ameuliza swali nzuri sana. Anasema leo, na hii kweli ni katika jamii zetu, mitaa nyingi matatizo ipo. Mtu anakwenda kumuoa mwanamke katika jamii ya Wakristo. Kisha anaanza kuishi naye, hamfundishi dini, hamsomeshi Qur'ani, hamuelekezi katika njia ya maadili ya Kiislamu. Basi maisha yanakwenda hivyo hivyo tu. Watoto naye wanakuja wanaanza kufuata, wengine wanamfuata baba, wengine wanamfuata mama. Sasa hii hali ndugu zangu ni vipi katika sheria ya Kiislamu? Unajua ndugu zangu, pamoja na kwamba sisi Waislamu tumeruhusiwa kuoa hawa wanawake katika Wakristo, lakini Saidna Umar anasema ni bora mtu aoe wanawake katika ahli alkitab, katika Waislamu samani. Tumeruhusiwa, haijakatazwa hiyo, lakini ilikuwa bora tuoe wanawake ambaye tayari wako ndani ya dini. Lakini ikiwa kuna dharura ya kufanya hivyo, mfano mimi nikioa hapa huyu bwana taslimu familia yake yote taslimu, basi hapo kwa ajili ya dawa unaweza ukafanya. Kama Mtume alivyoletewa zawadi ya Maryam al-Kibti, ameletewa mwanamke kutoka Egypt, Masri, wale Wakristo ambao ni Waarabu. Mtume akamuoa na yeye ni Mkristo, na akazaa naye mtoto mmoja anaitwa Ibrahim. Said na Uthman bin Affan amewahi kuoa mwanamke Mkristo, lakini malengo yao ni kwamba mimi nikioa huyu familia yake itaslimu, yeye mwenyewe ataslimu na Uislamu utaenea. Si leo unavyoona vijana wengi hawaoi kwa sababu ya dini, wanaoa kwa sababu ya matamanio. Huyu mwanamke nikimpata huyu, anaoa kwa sababu ya mavazi yake, urembo wake, mali yake. Basi anashawishika, anaona huyu ndio mimi nitakana niishi naye. Lakini dini inakuja namba 1 ndugu zangu. Hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoturuhusu tuoe hawa wanawake, alitoa masharti karibu 5 katika surati al-Maida aya nambari 6. Akasema wal muhsanati minal mu'minat, mnaruhusiwa kuwaoa wanawake wema katika waumini ambao ni Waislamu, wal muhsanat minal ladhina utul kitab, na wanawake wema katika wale ambao wamepewa kitabu ambao ni Wakristo na Mayahudi. Sharti ya kwanza wawe ni wanawake wema. Si kijingarika tu umemwona barabarani hapa amevaa miniskirt, amevaa tumbo cut, ukaona huyu ndio mimi namtaka huyu. Maana yake mambo ya dini hakuna, hii hairuhusiwi. Sharti awe ni mwema. Au wengine wanamokota mwanamke ndani ya baa, mimi nitamsilimisha huyu, acha nioe. Malengo ni shahawa, malengo ni matamanio. Idha ataitumuhunna ujurahunna, sharti ya pili, Mwenyezi Mungu anasema mtakapowapa mahari yao. Muhsinin, sharti ya 3, mufanye nao wema. Wala muhsinina ghaira musafihin, sharti ya 4, musifanye nao uzinzi. Wala mutakhidhi akhdhan, wala usiishi naye kinyumba. Ukasema bana njoo tuishi, kama we stay, njoo mwanzo tujuane bana, niishi na wewe kwanza nipate kujua tabia yako, wewe ujue tabia yangu, alafu tuangalie pia wewe unaweza kuzaa kweli, alafu na mambo ya ndoa itakuja baadaye. Hivi ndio namna shetani anavyowadanganya watu. Sasa wallahi nitamalizia hii swali hapa, ni mvua unasikia bwana, kuna tukio moja iliwahi kutokea hapa Kibira miaka ya nyuma hivi kidogo, kama miaka 5-6 iliyopita. Kuna mwanamke mmoja hivyo hivyo tu alimuuliza ndugu yetu, alikwenda kaolewa na mwanamume Mkristo. Na unajua mwanamke wa Kiislamu hawezi kuolewa na kafiri yoyote, ni lazima aolewe na Muislamu. Mwanamume Muislamu anaweza kuoa katika ahli kitabu, katika hawa Wakristo na Mayahudi, kwa sababu mwanamume kumshawishi mwanamke ni mara moja, na mwanamke naye kushawishiwa kuacha dini yake ni mara moja. Na ndio unaona leo wanawake wengi hapa ndugu zangu wameolewa na hawa wanaume ambao si Waislamu. Wanatafuta nini kwa hawa watu ndugu zangu? Watu ambao hawana dini, hawana mwelekeo, hawana murua, hawana usafi. Kitu gani ambao wanatafuta kwao? Na wazazi wao wapo, mandugu zao wapo, mashehe wanajua,
Mtaani watu wanajua na kila mmoja ananyamaza tu kwamba mwanamke fulani anaishi na mtu ambaye si Muislamu, tena ameshazaa naye tayari, kila mtu anaangalia tu. Hii ni hatari ndugu zangu. Ikiwa unamjua mtu mwanamke ambaye anaishi katika hali kama hii, mletee imamu wa msikiti hapa, na imamu ni lazima atoe jopo la watu wazee na baadhi ya watu katika mashehe wamfate huyu mwanamke, wampe nasaha. Hatujaambiwa mlazimishe, mpe nasaha, maambie aondoke huko. Dini imeharamisha hili jambo, anazini na huyu mwanamume huyu. Akija kufa katika hali kama hii, apate kujua kwamba atakuwa katika hali hatari sana. Basi huyu mwanamke amechukuliwa hapa Kibira, anaishi na mwanamume ambaye si Muislamu, wakaishi naye wakazaa mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, watu wanaangalia tu. Tena huyu mwanamke mashallah anapita mitaani hapa akitembea kila mtaa, amevaa hijabu yake, amevaa ile shuka lake. Sasa kwa bahati mbaya au nzuri ndugu zangu, huyu mwanamke akaja akafariki. Sasa alipofariki ndo Waislamu wakajitokeza. Sasa mjadala mkubwa ilikuwa hapa, hata nakumbuka sisi tulipigiwa masimu na mashehe, nikapigiwa masimu, jamani, huyu ni Muislamu au si Muislamu? Tumzike ama tusimzike? Anafaa kuzikwa katika makaburi ya Waislamu ama katika makaburi ya wale watu? Sasa nyinyi mlikuwa wapi wakati huyu mwanamke bado yuko hai? Mnangojea mpaka shafariki ndio mnaanza kujitokeza ndugu yangu? Kwa nini hamtaka kumuokoa bado yuko hai ndugu zangu? Hii ndio ilikuwa wakati wake. Na hii ndio matatizo ambayo leo tuko nayo ndugu zangu. Unajua mtu yeyote anaishi kinyume na dini, wewe huwezi kusuluhisha wala huwezi kumpa nasaha wala kumrekebisha. Waletee mashehe, waletee maimamu wa msikiti na wazee wenye hikma, waingalie kati. Wewe hujui mazungumzo yako haya yanaweza kumuokoa nani na moto wa jahannam. Nafikiri imefahamika Sheikh. Naam. Basi nafikiri tukomee hapa inshallah, na tukipata fursa wakati mwingine tena tutakuja kukumbushana machache. Wabillahi tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. جزاك الله خير.